Leo nimetembelewa na mgeni wangu ambaye nimekuwa nikimsaidia hapo nyuma kwa muda mrefu kidogo, lakini tunamshukuru Mungu tena leo tumeweza kuonana. Anaitwa Madam Esther. Natamani uweze kumsikiliza, huenda utapata kitu ambacho kinaweza kikakusaidia, kwa sababu kuna changamoto ambayo ilikuwa ikimsumbua muda mrefu ya pressure, lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Hebu tumsikilize. Karibu sana Madam Esther. Asante. Sawa kabisa. Hebu tuambie ni nini ambacho kilikuwa kinakusumbua hasa kikakunyima raha mpaka tukaja kuonana, ukanielezea changamoto yako nikakusaidia. Hebu tuelezee hapa ili kila mtu apate kusikia, apate kuelewa na kujifunza. Mimi nilikuwa na changamoto ya ganzi miguuni, lakini pia mikononi. Nilikuwa napata ganzi sana. Kutembea nikawa natembea kwa shida, lakini pia kazi ndogo ndogo hizi kazi zinanishinda kufanya. Siwezi kufua vizuri au kuosha vyombo, nikawa siwezi. Nilienda hospitali, wakaniambia nina pressure ya kupanda. Baada ya hapo nikaanza kutumia dawa zikunisaidia. Baadaye nikakutana na wewe mtandaoni, nikakuta unaelezea changamoto za ganzi, nikakutafuta. Baada ya hapo ukanipatia dawa. Kwa kweli namshukuru Mungu, sasa hivi naendelea vizuri, ile ganzi imeisha, nafua vizuri na ninaosha vyombo, yaani mpaka siamini. Namshukuru sana Mungu. Nakushukuru pia wewe dokta. Wow, yani nasikia raha, nasikia vizuri kabisa kwa habari njema kama hii, kwa sababu watu wengi wanafika kwangu wanakuwa wameshakata tamaa kabisa, hawajui kama watapona, lakini kwa habari hii njema kwa kweli inanitia moyo kabisa. Ninaamini umerudisha furaha ya maisha yako. Kwa kweli saizi nina furaha kabisa na amani moyoni mwangu, kwa sababu nilianza kukata tamaa na ninajua kabisa waliponiambia pressure, najua kabisa kuna ndugu yangu ambaye alikufa kwa pressure, yani ilikuwa ghafla tu hivi. Yani iliniuma sana. Sasa daktari aliponiambia nina pressure, yani nilikuwa na wasiwasi. Nikajua na mimi anaweza yakanikuta